Maisha na Angelo Media. Naam, tunazungumzia maisha. Hapa nipo katika kijiji cha Patandi, kata ya Akeri, katika halmashauri ya wilaya ya Meru mkoani Arusha. Niko nyumbani kwa ndugu Elirehema Kaya. Huyu ni mkazi wa kijiji hiki, lakini ni mtumishi wa umma ambaye anafanya kazi katika taasisi za serikali. Somo tunalotakiwa kupata hapa kwake ni jinsi watumishi wa umma wanavyojiandaa kustaafu. Unaweza kuitumikia nchi, unaweza kuitumikia jamii, lakini huku ukitambua kwamba kuna siku moja unatakiwa kuacha kazi za umma. Tuko katika shamba lake la mikahawa. Ana mambo mengi anayoyafanya ndani ya eneo dogo tu, ikiwa ni pamoja na ufugaji wa samaki. Tutajifunza mengi kutoka kwake. Mimi ni Angelo Mwaleka. Maisha na Angelo Media. Kama ulivyoniambia, unafanya maandalizi ya kustaafu kutoka kwenye utumishi na hutaki kubaki mjini. Hapana. Unasema wewe na mjini ni paka na panya. Mjini ni unataka hata mjini. Hata mtu akitoka Mwanza, akitoka Dodoma, akitoka Dar es Salaam anasema naenda kwa Kahaya, amkute ni yule yule kijijini. Tena ameboreka zaidi kuliko alikuwa anamuona mjini. Absolutely. Sahihi. Hii inatupa fundisho gani kwa wastaafu ama wanaojiandaa kustaafu kama wewe? Mimi niseme kwamba sifanyi hii kwangu sio kama adhabu, kwa sababu ninapoamka sasa hivi niko likizo, lakini ninapoamka asubuhi, jambo la kwanza kabla ya kupata breakfast, kupita shambani nikiwa na mkasi wangu. Huo mkasi napita kwa ajili kwanza kupruni maua, lakini vile vile kupruni kahawa. Kuna baadhi ya matawi ambayo namshukuru sana marehemu baba yangu alinifundisha namna ya kupruni. Kuna matawi ambayo yatakiwi. Kwa hiyo kitu cha kwanza napita shambani, mkasi huu ndio huwa na mkanao. Naita secateur, right? Kwa hiyo nautumia mkasi huu kwa ajili ya kupruni baadhi ya matawi ambayo yatakiwi. Kwa hiyo unafanya hii ninafurahi kwa sababu ndivyo tulivyokuzwa. Ndivyo tulivyokuzwa katika maisha ya kijijini, ya kulisha ng'ombe, ya kupalilia kahawa asubuhi kabla ya kunywa chai, lakini vile vile kukosha kahawa ambazo zilimenywa jana siku iliyopita. Ndio maisha. Kwa hivyo mimi niseme kwamba hili ni jambo ambalo ninalifurahia sana. Na nisipofanya kazi hizi, unajua kazi za ofisini ninazipenda pia, napenda kutumikia serikali yangu. Lakini vile vile baada ya kazi, kitoka kazini napenda sana kujishughulisha na shughuli ndogo. Tumeona na bwawa la samaki. Ni uwekezaji ambao ameufanya katika eneo dogo tu ambalo ndani ya eneo lake la makazi yake katika kijiji hiki cha Patandi hapa Akeri. Lengo kubwa la kuchimba bwawa hili ilikuwa ni kwa ajili ya kutunza maji ya ujenzi. Lengo la pili ilikuwa ni kwa ajili ya kukusanya maji ya kumwagilia bustani yangu ya maua na shamba langu la kahawa hili. Baadaye ndio tukasema tukasikia kwamba kuna kilimo, ufugaji wa samaki. Nikasema why don't I try it? Kwa hiyo nikaleta fingerlings, wale vifaranga kutoka Mwanza. Waliletwa, nipata mtaalamu wakaleta kutoka Mwanza mpaka hapa kijijini Patandi. Wakaingia kule, tumekula samaki. Sifanyi kama biashara. Hii ni napenda kufanya vitu organic. Vitu organic ambayo ni kitu natoka pale najua kwamba afya ni nzuri. Kwa hiyo rafiki kama wewe ukifika unakula kitu ambacho kinatoka. Hebu turudi kidogo shambani. Sasa labda nirudi nyuma kwenye swala la kahawa. Lengo kubwa pia huu ni utalii. Watalii wanapokuja, unajua Europe kahawa yote inaota wapi huko, Latin America, Brazil nafikiri na Colombia. Lakini wanapokuja Afrika, kahawa ina demand kubwa sana kwenye mahoteli. Sana, kwa sababu kuna aina mbalimbali za kahawa. Na kahawa hii kwa mfano hii ambayo imekuwa roasted hii, kuna aina karibu 4 za roast. Kwa mfano kuna kitu inaitwa cafe latte. Kuna kahawa nyingine style nyingine wanaita americano. Na almost ukichukua kilo 1.5 ya kahawa ambayo ina kama shilingi 3,000 ndio inakupa kilo 1 ya kahawa hii hapa, ambayo kwa bei ya chini kabisa ni shilingi 17,000. Kwa kumalizia mazungumzo yetu, ni nini unachoweza kuambia watumishi ambao makuzi yao malezi yao yamekuwa katika utumishi, iwe ni serikalini,
iwe ni taasisi, iwe ni sekta binafsi, mara nyingi na tumezoea hili halina uficho kwamba baadhi yao tunawaona baada ya muda mfupi tu wa kustaafu, wengine hata miaka mitatu haiishi wanapoteza maisha, ama wengine wanapata stroke, lakini kumbe ni kwa sababu amekikosa kile alichokuwa amekizoea kukipata. Lakini tunachokiona kwako, unachojiandalia ni tofauti. Watumishi utakiwa kwenda kwa mujibu wa taratibu za kiutumishi. Mtumishi yote wa serikali anatakiwa aende likizo yake kila mwaka mara moja, anachukua likizo ya siku 28. Lakini kwangu mimi kwenda likizo ni kukumbusha kwamba ofisini sio kwenu, kwamba yani bila wewe ofisini kazi zitaendelea kabisa, kwa sababu kiti ambacho ulikikuta ofisini kilikuwa na mtu, huku kianzisha wewe kilikuwa na mtu, na kiti hicho unaweza ukakiacha kwa taratibu 4. Unaweza ukatangulia mbele za haki, watasema pengo alizibiki, lakini immediately linazibika. Unaweza ukawa incapacitated, ukaugua, kile kiti pengo linazibwa immediately. Lakini unaweza ukatimuliwa kazi kwa sababu za kwa sababu yote ile, lakini unaweza ukastaafu. Life will continue, maisha yataendelea tu. Taasisi yoyote haimtegemei mtu. Taasisi ni mashine likubwa ambalo watu kila siku wanatamani kwamba wanakuhesabia tu atastaafu lini, kwa sababu wana trot. Yani sasa na mchezaji yuko nje anatamani kwamba huyu midfield huyu bwana afanye kazi nzuri, anatamani aingie. Kwa hiyo mimi ninachotaka kusema kwamba kwanza kwenda likizo ni jambo zuri, lakini la pili ni vizuri kujua ya kwamba kwa ule umri wa kustaafu utarudi nyumbani, na ukirudi nyumbani utakiwa kuwa mgeni. Ni vizuri kujiorienti na majirani wa kufahamu kwamba upo, lakini ukiwa untouchable, yani ukao kama ni hillsider, yani kwamba wewe yani ugusu vyo juu. Asante. Naomba mwisho utumie dakika moja kuzungumza na vijana. Ujana is a temporary situation. Ni vizuri kutumia ujana vizuri na kufikiria sasa nje ya box. Elimu maana yake ni nini? Elimu ni tool inayokusaidia kupambana au kuyakabili mazingira unayoishi. Ndio maana ya elimu. Na ukitaka kujua mtu ni msomi, ona Angelo mwana, naomba niseme this is according to myself. Ukitaka kujua mtu ni msomi, kwa mfano is a PhD holder, lakini kijijini na apply wapi governance na leadership? Nikagombea kwenye kitu wa kijiji? Never, I cannot do that. Lakini nitatoa ushauri wangu katika masuala ya utawala bora. Naweza nikatoa ushauri huu. Lakini nitakwenda kuomba kazi kanisani kwamba ninawaambia na shahada yangu ya governance na leadership? Hapana. Ushauri wangu ni kwamba msomi mzuri ni yule mtu ambaye anapokwenda kwenye jamii hana sababu ya kutangaza kwamba yeye ana shahada ya uzamili au ya uzamifu. Maana yangu ni kwamba msomi ni ile shahada ya uzamili uitoe huko kichwani, uiweke pembeni au unaiweka pale getini pale, alafu unatumia zile skills zako ulizozaliwa nazo kwa wazazi wako walivyokufundisha, kupalilia kahawa, kulisha ng'ombe. Hiyo ndio elimu. Shahada ya kwanza na shahada ya uzamili na uzamifu, ile ni addition tu ya kukufanya upambane na exposure. Ukienda Kigali, ukienda Mozambiki, ukienda Kenya, angalau uweze kuchanganyikana na binadamu wengine. Swala la ajira ni swala la kidunia, ni swala la Afrika nzima. Nisema kwamba is a global issue. Unemployment is a global issue. Kuna sababu ya kuchagua ajira, kwa sababu hata watu waliokwenda kusoma Ulaya miaka iliyopita walikuwa wanafanya kazi nyingine za desk jobs, wanaita za kufanya usafi huko, kuscrub kwenye washrooms na kufanya kazi hotelini na nini. Wakija hapa wamekuja na magari yao pickups na nini. Ile gari yaandiki kwamba alikuwa anafagia choo. Kwa hiyo kwanza tuheshimu kazi na tuweke shahada zetu nyumbani. Uziambieni shahada zenu kwamba nisubiri nakuja, mimi natangulia. Vijana wabadilishe mindset kwamba maisha yanawezekana. Throw the bucket where you are. This country has a lot of opportunities.
Maisha na Angelo Media.